Akina mama oye! Mmependeza sana akina mama. Mungu awabariki sana. Nadhani si mara ya kwanza kusimama mahali hapa, lakini kwa maslahi ya wageni ni vyema nikajitambulisha. Naitwa Simon Sirilo, ni mtendaji wa kata kama ambavyo tumetambulishwa na baba mchungaji pamoja na kiongozi wetu Benja. Lakini tunaye mheshimiwa diwani wa kata hii ya Itigi mjini, lakini pia tunaye rafiki yetu na mwenzetu ambaye tunashirikiana naye katika mambo mbalimbali kwenye kata hii ya Itigi mjini. Mimi nitaanza kuzungumza kidogo kama salamu kwenu, na baadaye pia tutawakaribisha na wao waweze kuwasalimia. Kuna kisa kimoja nilikuwa nakisoma mahali, kinasema kwamba alikuwepo profesa mmoja, aliwaalika wanafunzi wake ambao alikuwa anawafundisha miaka kadhaa iliyokuwa inapita. Profesa huyu alipowaalika wanafunzi wake waende wakamtembelee nyumbani, wanafunzi wale waliondoka pamoja na familia zao kwenda kumtembelea profesa huyo nyumbani kwake. Na walipofika aliwakaribisha wanywe chai. Na katika chai ambayo alikuwa ameiandaa ilikuwa imewekwa katika vyombo mbalimbali, kwa maana ya kwamba vikombe mbalimbali. Kulikuwa na vikombe vya plastiki, kulikuwa na vikombe vya udongo, kulikuwa na vikombe vya chuma, lakini pia kulikuwa na vikombe vya dhahabu. Wanafunzi wale waliokaribishwa kunywa chai wote walianza kunyang'anyana kukimbilia kikombe cha dhahabu, wakaacha vikombe vingine vilivyokuwepo, ikiwemo vikombe vya udongo, vya chuma na kadhalika, pamoja na vya plastiki. Baada ya kunyang'anyana namna hiyo na wakanywa chai, profesa akakaa nao chini, akawauliza ni kwa nini nilipowakaribisha kunywa chai mlianza kunyang'anyana kikombe cha dhahabu na wakati kulikuwa na vikombe vingine pembeni. Wakamjibu wakamwambia kwamba tulikuwa tunanyang'anyana kikombe hicho kwa sababu kikombe hicho ni kikombe cha dhahabu. Profesa akawajibu kwamba wala hamkupaswa kunyang'anyana kikombe hicho cha dhahabu, kwa sababu kikombe kilikuwa sio mali yenu, na wala hakuna mtu ambaye angeweza kuondoka na kikombe hicho, bali mlipaswa kuangalia kilichomo ndani ya vikombe hivyo, ambapo katika vikombe hivyo vyote kulikuwa na chai. Fundisho hili linatufundisha nini? Kwamba leo hii sisi viongozi wenu tumeshirikiana na ninyi, kila mmoja na imani yake, kila mmoja na dhehebu lake. Wenda mimi sisali hapa na sali kanisa la TAG, yupo mheshimiwa diwani Minja ambaye ana dini nyingine ya Kiislamu, lakini leo ameamua kuungana na sisi katika kanisa hili kwenye maombi ya kidunia, akiwa na maana ya kwamba hana sababu ya kuangalia kikombe cha dhahabu, bali anaangalia kilichomo ndani ya dhahabu ya kikombe hicho cha dhahabu, tukiwa na maana ya kwamba tunayemwabudu ni Mungu mmoja na ndiye tunayemtegemea katika dunia ya leo. Ndugu zangu, tangia asubuhi tulikuwa pamoja na ninyi, lakini mimi nilichelewa kidogo. Mheshimiwa diwani aliungana na nyie. Wakati naingia nikakutana na waliokuwa wamefika kituo cha afya, ndio wanaondoka. Lakini jambo la pekee sana ambalo napaswa kuwapongeza ni kwamba mmeamua katika maombi haya ya kidunia
mguse na maisha ya watu wenye mahitaji. Na katika kitabu ambacho tulikuwa tunapitishwa kidogo kidogo, kimezungumza mambo ya msingi kwamba unapoishi katika dunia hii, ishi ukiwa unawakumbuka na watu ambao wana uhitaji, watu ambao wana mateso, watu ambao wanateseka, kwa sababu Mungu amekupa, nawe unapaswa utoe bure, kama ambavyo waimbaji wa kwaya Sinai walituambia. Mungu ametupa uhai, Mungu ametupa mali, Mungu ametupa na nguvu, tuzitumie bure kugusa maisha ya watu wengine. Na nimalizie kwa kuwapa kisa kimoja pia. Alikuwepo mtu mmoja katika nchi ya Ethane, na mtu huyu alikuwa ni kipofu. Lakini kipofu huyu alionekana nyakati za usiku akiwa anatembea katika njia huku amewasha tochi yake. Kumbuka kwamba tunapozungumzia mtu kipofu ni mtu ambaye haoni kabisa. Lakini alikuwa anatembea kwenye njia akiwa amewasha tochi. Wakati huo anapishana na watu wengi ambao walikuwa wanatembea katika njia hiyo. Baadaye watu ambao hawana matatizo ya kuona walimuuliza, ni kwa nini umeamua kutembea ukiwa umewasha tochi usiku huu ili hali na wewe hauoni? Kipofu huyo aliwajibu kwamba yaweza kuwa tochi hii inisaidie mimi kwa lolote, mimi sioni, lakini nimeamua kutumia tochi hii na kumulika katika njia hii ili wale wote ambao wanaona, ambao hawana matatizo ya kuona, iwasaidie. Na naamini wakisha kuona njia kulingana na giza hili, hata mimi ambaye ni kipofu watanishika mkono nifike mahali ambapo naenda. Ndivyo ambavyo mmefanya na ninyi. Leo mmeenda kuwasaidia watu ambao wana mahitaji, watu ambao wanaumwa. Huenda sio ndugu zenu, hamnufaiki na chochote kwa watu hao, lakini watu hao wakipona, wakarejea katika afya yao na utimamu wao, ipo siku watawasaidia na ninyi, ipo siku watawasaidia watoto wenu, na ipo siku tutafika mahali ambapo tunaenda. Ndugu zangu, endeleeni kushikamana na kina mama. Endeleeni kutiana moyo. Endeleeni kusaidiana ili muweze kutimiza ndoto yenu. Mkitengana, mkishindwa kutiana moyo, safari yenu ya hapa duniani na hata safari ya kwenda mbinguni haitakamilika. Shikamaneni, mtangulizeni Mungu, lakini pia farijianeni mahali ambapo mnaona kuna wenzenu wanaelekea kukata tamaa. Tunaamini katika hayo tutafanikiwa. Katika ukurasa wa 15 wakati tunapitishwa, kuna mambo ya msingi sana yamezungumzwa, nami nitazungumza mawili tu nitamaliza. Jambo la kwanza limezungumzwa jambo la afya ya akili. Lakini jambo lingine limezungumzwa kwamba tunapoishi hapa duniani, na sisi kama waumini wa kanisa hili tuendelee kuhubiri habari njema ili kuondokana hata na mimba za utotoni. Mambo haya mawili yanaungana na sisi moja kwa moja kama serikali, na vitu ambavyo na sisi tunavipiga marufuku ni pamoja na mimba za utotoni. Tukiwa na mimba za utotoni, tutaharibu malengo ya watoto wetu, tutaharibu misingi ya watoto wetu, lakini pia hata misingi ya kiimani na kanisani itakuwa imeporomoka. Tutaendelea kuungana na kanisa hili pamoja na ninyi, lakini na ninyi mnapokuwa mnaombeana, endeleeni kuwaombea watoto wetu ambao ndio warithi wenu wa baadaye, ambao ndio tunategemea wawe akina mama bora kama ambavyo ninyi mmekaa mahali hapa baada ya kujitunza na kujilinda kwa miaka mingi, na ndio maana leo hii mmekuwa kioo katika jamii. Mwisho kabisa, katika maombi yetu baba mchungaji na mama mchungaji, mnapokuwa mnaniombea kanisa, kumbukeni kuwaombea na viongozi wetu, hususan viongozi wa serikali. Na leo hii tunaye mheshimiwa diwani,
tuendelee kumwombea ili mambo yote mema na mazuri anayoyawaza kwenye kata yetu ya Kigimjini yakamilike na yatendeke kadiri ambavyo anategemea kata yetu iwe. Pasipo maombi, viongozi wetu wa serikali hawataweza kufanya jambo lolote, bali wanapaswa watanguliwe na maombi, kwani maombi ndio kila kitu kwa mwanadamu na katika safari yoyote ile. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana kwa mwaliko huu, lakini pia asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu wa mbinguni awabariki, na tunaendelea kuungana ninyi katika mambo